Tumemaliza ihsani ya nini? Ya nafsi. Nafsi kuitendea wema ni kufanyaje? Ni kuilazimisha itende toa na kuikataza isifanye maasi. Na ukifanya maasi ni kwamba umeidhulumu nafsi. Tukaja ihsani katika familia, ikiwa pamoja na watumishi, wafanyakazi wa ndani. Kwa maana ukiwapuuza wafanyakazi, kule kuwapuuza wafanyakazi, kuipuuza familia. Mfanyakazi anafanya kazi zako, anafanya kile unachomwagiza, kila kazi yako anaifanya, lakini mwisho wa siku unampuuza katika jambo lake, umtekelezea wajibu wake, ni madhambi makubwa unayapata. Au familia, kule kuitelekeza familia pia ni makosa makubwa. Wa amal ihsanu ila sairi nasi, na ama kuwatendea ihsani watu wengine, fahuwa alla yughashihim, ni kuto kuwaghushi, kutowafanyia hadaa, bali yansiha lahum, awanasihi watu, wa yuhsina suhbatahum, na afanye vizuri kusuhubiana na wao, kuishi nao, wa yatahammala adhahum, na kuvumilia maudhi yao, wa yukrima mathiwahum, na kutukuza yani makazi yao, kuyatukuza makazi yao. Hakikisha kama ni sehemu zao uzitukuze, uziheshimu, makazi yao uyaheshimu. Wa yuallimahum ma yanfa'uhum fi maashihim, na kuwafundisha watu wengine yale ambayo yanawanufaisha katika maisha yao. Wa maadihim, wa yuallimahum ma yanfa'uhum fi maashihim wa maadihim, na kuwafundisha yale ambayo yanawanufaisha katika maisha yao na marejeo yao akhira huko. Wa urshidahum ila sa'ir alkhairat, na kuwaongoza katika baki ya kheri nyingine, waongoze. Ni wajibu mtu kuongoza watu katika mambo ya kheri, hapo umefanya ihsani. Wajitinabil munkarati, na kujiepusha na mambo yanayochukiza, mambo mabaya. Wasalullaha lahumul hidayata, na waombee Mwenyezi Mungu mwongozo. Endelea kuombea watu mwongozo, Mwenyezi Mungu akuongoze. Watawfika, na kuwafikishwa katika vilivyo sawa. Watasaddaqa ni mautahum watasaddaqa ni mautahum wad'u lahum bil maghfirati war rahma, na kutoa sadaka, kuwatolea sadaka wafu wao. Kama una ndugu yako amefariki, toa sadaka kwa ajili yake, anuia zile thawabu za ile sadaka zimwendee ndugu yako, na kuwaombea maghfira watu wa rahma na rehma. Lakini leo tunakuta katika comment watu wengi wanatukana tu, Mungu akulaani, Mungu wewe akuue. Wewe una ihsani wewe. Ihsani ni kumuona mtu anakoseana, kumwombea Mungu amuongoze. Ihsani ni kumuona mtu anafanya makosa, kumwombea istighfari kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amsamehe. Mungu akusamehe, na kuombea Mwenyezi Mungu akuongoze. Hizo ndio comment nzuri jamani, sio kutukana. Wa amal ihsanu ila al-anbiya alayhi salatu wassalam, na ama kuwafanyia ihsani mitume, fahuwa ayumina bihim wa bima ja'u bihi an rabbihim, ni kuwaamini mitume, ni kuamini mitume na kuamini kila ambacho wamekileta kutoka kwa Mola wao. Wa anahum safwatullahi ta'ala min khalqihi, na kwamba wao ni wachujwa, wamechujwa, wamekuwa ni vipenzi wa Mwenyezi Mungu katika viumbe wake. Mungu amewachagua wao. Kwa hiyo ihsani hapa ni somo kubwa sana. Kuna ihsani ya kuwatendea wema wanawazuoni, fahuwa bitawqirihim, na kuwatendea wema wanawazuoni ni kwa kuwaheshimu, na kukubali kile ambacho wanakipokeza, wakabulu ma yaruunahu, na kukubali kile wanachokipokeza, wa adami idhaati auratihim, na kutotangaza aibu zao. Sio umeona mwanachuoni ameteleza, wewe ndio mara pake pa kushikia, hao mashehe ndio balawa, hao mashehe ndio wazinifu kama nini. Mnatuambia sisi mamuma, huyu shehe fulani bwana salikutwa sehemu kafanya hivi na hivi, huyu shehe fulani si hivi na hivi. Wanawazuoni aibu zao zificheni. Hiyo ndio ihsani kwa wanawazuoni. Kwa wanawazuoni kuna ihsani kwa wao. Na wa amal ihsanu ila almalaikati,
na ama kutenda wema kwa malaika, kufanya ihsani kwa malaika, fa huwa ayumina bihim, ni kuamini malaika wapo, wa ya'taqida annahum ibadun mukramuna, na kuitakidi kwamba wao ni waja waliotukuzwa, la yaasuna Allaha ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu kila alichowaamrisha wanafanya, wayafaluna ma yumaruna, na wanatenda kila ambacho wanaamrishwa. Kwa maana la yaasuna Allaha ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho amewaamrisha, kile walichoamrishwa wanakitenda. Wayafaluna ma yumaruna, wanatenda kila ambacho wameamrishwa. Wa ayuhsina ishrata alhafadhati minhum, na kufanya wema, kufanya muashara, matangamano mema na wale malaika wanaoandika mema na mabaya katika wao, bi alla yafala bihadharatihi ma yakrahuna, kwa kutenda mbele yao kila ambacho wanachukia. Kwa maana kila binadamu ana malaika wanaotenda, ambao tunaita na hafadha. Wa ayuhsina ishrata alhafadhati minhum, na kutenda wema, kufanya vizuri, ishrata muashara, matangamano wa wale malaika ambao ni hafadha minhum, katika wao. Kwa nini? Bi alla yafala bihadharatihim ma yakrahuna, kwa kutenda mbele yao kile wanachokichukia. Kwa hiyo ujue kwamba wewe hapo ulipo upo na malaika. Kwa hiyo chochote utakachokitenda kibaya, wao wapo mbele yako. Sasa utatenda vipi kitu kibaya kinachochukiza mbele yao? Hiyo si ihsani. Wala yakula ma yataadhauna birihihi, wala asile mtu kila ambacho wanaudhika kwa harufu yake. Kathaumin, kama kitunguu saumu. Mtu kula kitunguu saumu harufu yake si nzuri. Wa basal, na kitunguu maji, kila ambacho kinapikiwa mara nyingi. Wa kurath, kurathi pia ni kitunguu maji, lakini kila ambacho kina majani marefu kile. Kwa jamani, ihsani ni somo kubwa sana. Naomba leo tuachie hapa, lakini kesho tutasoma ihsani kuhusu vitu vingine vilivyobaki. Ni somo kubwa, lakini kwa hapa tukome ili tujifunze kwamba kila kitu kinatakiwa ihsani. Tutende wema kwa kila kitu, ili mradi tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulipa. Tumemaliza ihsani ya nini? Ya nafsi. Nafsi kuitendea wema ni kufanyaje? Ni kuilazimisha itende toa na kuikataza isifanye maasi. Na ukifanya maasi ni kwamba umeidhulumu nafsi. Tukaja ihsani katika familia, ikiwa pamoja na watumishi, wafanyakazi wa ndani. Kwa maana ukiwapuuza wafanyakazi, kule kuwapuuza wafanyakazi, kuipuuza familia.